Nimeelewa. Mzee wangu, habari? Umesema unaitwa nani? Mimi jina Kristo naitwa Clement. Unaitwa Clement? Yeah. Ulikuwa unashiriki kanisa gani? Mimi ni Kristo lakini wazazi wangu ni Waislamu lakini walifariki wote. Wewe ni Mkristo? Wa dhehebu gani? Wa dhehebu gani? Lakini sasa imani ilirudi chini sababu wamewazo mengi ya kinyumbani na mandugu na yale mambo ya kinyumbani. Kwa hivyo leo hii uko tayari kuingia katika Uislamu? Mimi Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu na Uislamu niko tayari kuingia kwa dini ya Kiislamu sababu dini ya Kiislamu wazazi wangu waliipenda sababu sheria ya Kiislamu ni ya ukweli. Kwa hivyo uko tayari kuwa Muislamu? Niko tayari. Utainua kidole kimoja hivi. Sisi Waislamu hatubatizi mtu, hatupeleki mtu majini tunamzamisha, sababu kuna madhara makubwa kwenye yale maji, tutakuja kuangalia. Sasa sisi, inua kidole kimoja hivi juu, kisha urudie nyuma yangu maneno machache utakayosema. Bismillahi rahmani rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Nakiri kwa moyo. Rudia nyuma yangu. Nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Kuwa hapana. Kuwa hapana. Mola apasaye. Kuabudiwa kwa haki. Ila Mwenyezi Mungu mmoja. Na ninashuhudia kwa moyo. Nakiri kwa ulimi. Ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu, bali ni mtume mtakatifu wa Mungu. Kwa hayo maneno machache uliyotamka, wewe ushakuwa Muislamu. Sasa ndugu yangu, umesema ulikuwa unaitwa nani? Sasa unapokuwa Muislamu, ukitoka katika dini nyingine ukiingia katika Uislamu, kuna kitu unafaa ufanyie. Unakijua? Haya, mpe huyo maiki. Nisaidie Isaya 62:2. Isaya 62:2. Inasemaje? Kitabu cha Isaya 62:2 inasemaje? 62:2 kitabu cha Isaya inasema hivi mwalimu. Inasemaje? Mataifa wataiona haki yako. Na mataifa wataiona haki yako. Na wafalme wote wataiona utukufu wako. Nawe utaitwa jina jipya. Kumbe yeye ataitwa nini? Jina jipya. Mpe maiki. Kumbe unaposilimu unapewa jina jipya. Ungependa kuitwa nani? Labda kuna jina la Kiislamu ulikuwa ungependa uitwe, unanijua, ama utafutiwe jina? Mimi ningependa niitwe Yesu. Unapenda uitwe Yesu. Takbiri. Allahu Akbar. Sasa wewe kutokea leo wewe ni Muislamu. Unapoona msikiti wowote, sehemu yoyote sehemu yoyote ambayo uko, ingia ufanye ibada, kwa sababu misikiti yote sisi tunaambiwa kitu kimoja. Mpe huyo maiki. 72:18 Qur'ani msomaji. 72:18 Qur'ani inasemaje? 72:18 Qur'ani inasema hivi. Inasemaje? 72:18 inasemaje? 72:18 mwalimu atamkuta. 18 inasema hivi. Inasemaje? Kwa hakika misikiti yote ya Mwenyezi Mungu. Misikiti yote sio nyumba ya mwanadamu, ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Muislamu akitoka hapa akienda China, akiingia msikitini anasali, wanatoka. Akienda Amerika akipata msikiti wote
anaingia anafanya ibada anaondoka. Lakini wewe Mkristo ukienda China utafute kanisa PHC uweze pata. Ukienda Amerika utafute kanisa inaitwa Pentecoste uweze pata. Kwanza Pentecoste sio dini. Pentecoste, hebu mtu wewe kuonyesha kitu. 2:1 Matendo inasemaje? Wacha tupige kwa 2:1 Matendo. Mwalimu inasema hivi. Inasemaje? 2:1 kitabu cha Matendo. Inasemaje? Matendo 2:1. Sawa mwalimu, inasema hivi. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Hata ilipotimia nini? Siku ya Pentekoste. Sema hiki. Kumbe Biblia inasema Pentekoste ni nini? Ni siku. Ni siku Lakini watu wameifanya kuwa nini? Sasa ndio maana tuko hapa. Tunafundisha watu hakika wa hicho kitabu. Na 100%, kando ya 100%, 78% watu wanaofuata hiyo Biblia kisawasawa kama ilivyo na Waislamu. Lakini kuna watu wengine wanaipotoa. Kuna maneno mengine watu wanaipotoa. Sasa kuanzia leo jina lako wewe ni Yusuf. Sehemu yoyote ambayo utaingia ukaupate msikiti, hiyo ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, ingia ukafanye ibada. Leo hii wewe upo sawasawa katika dini ya Yesu. Yesu alikuwa ni Muislamu. Alikuwa Muislamu Yesu. Na alikuwa akisali msikiti. Unasemaje? Yesu.